naona kwa jinsi tulivyokuwa tunakufuatilia na we uko spidi, tukasema huyu dada kafungwa miguu ya farasi au kafungwa miguu ya bodaboda. Amekuwa kama kishandu. Kama kishandu. Unajua wale vishandu wanaoendesha bodaboda, wale vishandu wanakaa hivi wale. Hatari. Dada bana, samani. Japokuwa tumekusimamisha wewe, sisi hutufahamu wala sisi wewe hatukufahamu, ila sisi ni wataalamu, sisi ni waganga wa kienyeji. Sisi tunatembea mitaani kwa ajili ya kuwatafuteni wakina mama na wakina baba, kwa wale ambao wenye matatizo, wanaosumbuliwa na matatizo kama ya tumbo sijui nini, au anayetafuta nyota kwa ajili ya kukuza nyota zake, kupata pesa za kutosha. Wale wanaosumbuliwa na matatizo yoyote madogo madogo, sisi tuko tayari kuwatibia. Tunasaidia kabisa, mnapona kabisa bila shida. Kwa hiyo wewe tu dada yangu, kama utakuwa umepokea vizuri, kwa mkinitibu mambo yote yanakuisha. Yaani iko hivi, sio kukutibu tu hayo matatizo ambayo tuliyozungumza hapa. Yaani kuna matatizo mengine, mfano labda unadaiwa, kuna watu wanakusumbua, labda tufeme kwamba sijui wewe umemkopa mtu pesa, anakusumbua au yeye amekukopesha. Umeona bwana, vyote sisi tunavidhibiti na hakuna madeni na hakuna chochote kitakachokuwa kinakusumbua. Utaishi kwa raha na kwa amani. Yule anayekudai atakuwa akufuatilia na yule unayemdai utamfuatilia na atakulipa hela yako vizuri bila shida. Yale mambo ya vikoba. Na vikoba vyote sisi tunadhibiti. Kuna mama mmoja alichukuliwa vitu vyake vya ndani hapo kati hapo. Akatufuata sisi, kajaribu kutuzungumza na sisi, tukamsaidia, tukamtibu yule mama. Wale walomchukulia vitu vyake wote walimrudishia vitu vyake. Walimrudishia. Walimrudishia vitu vyake na deni lilisaulika. Kwa hiyo ukitibu vikoba kuishi. Vikoba kuishi. Kwa sina pega tena vikoba. Wanakusahau. Sasa mnafanyaje jinsi wasahau? Sawa. Kama utakuwa uko tayari kutusikiliza, sisi tuko tayari kukusaidia, na kuanzia leo tukishamaliza kukutibia, kama ulikuwa unapeleka pesa kwenye marejesho, yule mwalimu hata kutafuta tena. Umeona bwana, wale wa mabosi walokukopesha wewe hela hawatakufuatilia tena kuanzia hivi leo tukishamaliza kukutibia hapa. Kama uko tayari tuambie tukutibie. Niko tayari, lakini yote 9-10, lakini ukishanitibu ni kiasi gani? Sisi tunawasaidieni tu. Sisi ni bure, wala tuhitaji kiasi chochote cha pesa, kwa sababu tunaona watu wengi sana wanavyoteseka na vikoba. Wengi sana tunaona wanateseka, wananyang'anywa vitu vya ndani, wanaibiwa. Umeona bwana, wengi sana tunawaona wanateseka, au sio ndugu yangu? Kwa hivyo sikia mambo mnaambia. Yaani nikishafanikiwa tu wakati kunipata mikoba lazima niwape zawadi. Sawa. Basi amekubali huyo. Hebu mtoe Maimuna kwanza. Mtoe Maimuna tumtibie. Mtoe Maimuna tumtibie. Chap. Chap. Sasa hii hebu shika kwanza hii. Shika hivyo. Hii weka hapa chini. Sasa iko hivi, hebu shikilia kwanza. Sasa dada yangu, kabla ya kuomba unatakiwa uangalie kile ulichokuwa nacho, unatakiwa ukiweke hapo, kwa sababu sisi makata wetu hataki kuwa unaomba vitu ukiwa umeweka sijui simu, sijui hela, sijui nini. Vitu vyote unatakiwa uviweke hapo chini ili uombe, apokee dua lako, aweze kukusaidia kwa dua hilo. Unatakiwa uombe ukiwa unaongelea hapa, sawa alafu ukiwa umefumba macho. Sawa, haya. Kama kuna vitu chukua, weka hapo. Sasa huyu hiyo ndio uko napeleka kwenye marejesho marejesho ulikuwa unapeleka saa ngapi? Sasa hivi shingapi? Ulikuwa unapeleka marejesho 40 kuanzia leo. Hivyo viatu weka. Kuanzia leo hivyo weka tu hapo, sijali. Kuanzia leo marejesho Kushnei. Sasa fumba macho basi. Fumba macho alafu unaomba, sawa? Yaani unaomba vile vitu vyote ambavyo wewe ulikuwa vinakusibu, vinakusumbua, ndio unatakiwa umuombe huyo ili aachane navyo vile vitu, sawa Haya, fumba macho. Vikoba tu kuanzia leo udaiwi tena. Fumba macho. Fumba macho. Haya, anza kuomba.
Jini Maimuna. Naomba. Okay, naomba ninavyoenda kwenye vikoba wasahau kama nilichukua madeni, wasahau kama nilichukua vikoba, yani hata leo nikopesha madeni asahau. Naomba niwe huru, nibaki na maisha yangu, wasinifuatilie tena, wanaonidai wote wasinifuatilie tena. Haya, nimemaliza. Nifumbue macho. Nimemaliza, nifumbue macho.